Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu wa Tanzania na wasiokuwa wa Tanzania. Amani ya Mwenyezi Mungu itawale dunia nzima, ulimwengu kwa ujumla wake. Kwa majina naitwa Dr. Shaban Kagufa kutokea nchini Tanzania na katika mkoa wetu wa Mwanza. Naam, awali ya yote namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametufikisha katika mwaka mpya, mwaka wa 2026. Jambo la kumshukuru sana Mungu. Lakini pia kama wapo ndugu zetu ambao wana maradhi hospitali, wengine wanaugulia majumbani, tunawaombea dua njema, Mwenyezi Mungu awaponye warudi katika hali zao za kawaida. Lakini pia kama wapo waliotangulia, basi Mwenyezi Mungu awape makao yaliyo mema. Ndugu zangu, ninamshukuru Mungu kama ambavyo nimetangulia kusema, lakini yako mambo machache nataka nizungumze. Jambo la kwanza ni kuona kwamba Mwenyezi Mungu ametufikisha katika mwaka 2026 tukiwa tuna afya njema. Ni mwaka kitaalamu tunasema mwaka wenye mafanikio, sababu kila mwaka una mambo yake na kila miezi ina mambo yake. Kitaalamu mwaka 2026 ni mwaka unaogawanyika. Ni mwaka ambao tunapaswa kuutumia vizuri kwa kufanya kazi. Ili mtu uweze kufanikiwa, unapaswa ufanye kazi, utafanikiwa. Kwa hiyo kitaalamu nataka tukwambia kwamba iko miezi migumu na kila mwezi una mambo yake, lakini pia kila mwaka una mambo yake. Mwaka 2026 kwa wale wataalamu wanajua namna gani ambavyo ukigawanya katika mipito ya kitaalamu utaona namna gani ambavyo watu wanaweza kupata mafanikio makubwa. Na mwaka uliopita ni namna gani ukiugawanya utaona kuna ugumu gani kwa kiasi gani. Hayo ni mambo ya kitaalamu. Lakini ushauri wangu kwenye hilo, nitaka kushauri kwamba tufanye kazi, na hasa sisi kama vijana tufanye kazi kwa bidii, tufanye kazi kwa nguvu, tufanye kazi kwa kujituma ili tuweze kuyafikia mafanikio tunayoyataka. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, nitaka kuwapongeza Watanzania. Mimi kwa sasa sipo nchini Tanzania. Nataka kuwapongeza Watanzania kwamba tumepiga hatua, tumevuka, na ni wakati wa kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie. Amani ni kitu kikubwa sana. Amani ni tunda ambalo si la kuchezea. Amani tumepewa na Mwenyezi Mungu. Yaani Tanzania yetu, amani yake ni tunu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Amani ni sawasawa na yai ukishika mkononi. Yai ukishika mkononi likadondoka, basi elewa likipasuka tena halirudi kuweza kuitwa kuwa yai. Tukizungumzia habari ya amani, wamezungumza watu wengi. Viongozi wa dini wamezungumzia habari ya amani, lakini viongozi wa kimila wamezungumzia amani, lakini amani imezungumzwa pia na viongozi wa serikali. Na sisi wananchi tuzungumze amani. Watanzania tuzungumze amani. Sote kwa pamoja tuzungumze amani. Kwa nini nchi yetu tunapaswa kuizungumzia amani? Ni nchi ambayo hata katika mataifa wamejaribu kuiga au kuja kupata mafunzo, kujifundisha katika nchi yetu ya Tanzania. Amani ya Watanzania. Kwa nini imekuwepo amani ya Watanzania? Wanafanya nini? Wamepita katika mipito ipi kuitunza amani yao na kupendana? Na hii ndio sifa sisi wa Tanzania. Na bila kwenda mbali, nitaka kuzungumzia jambo moja kwamba siku zote tuwe tunaombea dua viongozi wetu waliotangulia
na hasa Mheshimiwa hayati Mwalimu Nyerere pamoja na mzee wetu Mzee Karume ambao wamepigania uhuru na tukapata uhuru mwaka 61. Walifanya kazi kubwa sana. Ukizungumzia katika kupata uhuru, hapa Mwalimu Nyerere amefanya kazi kubwa sana ya kuwaunganisha Watanzania wote. Tanzania ina makabila mengi, lakini akatuunganisha, tukawa kitu kimoja, tukawa ndugu, tukapendana, tukasaidiana. Hali kadhalika na viongozi wengine waliyemfuatia walienzi au waliendeleza utaratibu ule ule. Sasa ndugu zangu, kama wazee wetu walihangaika sana kwa muda mrefu sana kuitengeneza nchi yetu ya Tanzania, na hasa tukizungumzia amani, vijana wa Kitanzania muda wote natakiwa tuimbe amani. Ukizunguka unazungumzia amani, ukikutana na mwenzako unazungumzia amani, kwa sababu ndio asili yetu sisi wa Tanzania. Hilo kwa jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, nitakuambia kwamba tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu, tufanye dua mbalimbali. Kwanza atuepushe na chochote ambacho kinaweza kikawa ni chanzo au fikra yoyote mbaya ya kutugawa sisi wa Tanzania. Tuendelee kuomba dua sana. Tuendelee kuomba dua na Mwenyezi Mungu atusahaulishe kabisa katika yale yote yaliyopita. Na kila mmoja katika nafsi yake ajue kwamba yule ilivyotokea tarehe 29 ni Ibilisi aliyepata nafasi ya kupenya. Kwa hiyo tukapata Sheitani akapata kututawala kwa kipindi kile. Lakini ni wakati sasa Shetani huyo kumfukuza kwa namna ya kumwomba Mwenyezi Mungu kwa kila mmoja na kwa kila Mtanzania, kuomba dua Sheitani au Ibilisi huyo asiweze kujirudia katika maisha mazima mpaka dunia Mwenyezi Mungu atakapoitandua. Lakini jambo la tatu, nitaka kuwakumbusha Watanzania, Tanzania yetu tumepiga hatua sana. Tanzania ya miaka iliyopita na Tanzania ya leo, kwa wanaokumbuka, leo tumepiga hatua. Ndugu zangu, mimi nimezaliwa Kigoma. Kutoka Kigoma kwenda Mwanza tulikuwa tunatumia siku 2. Hapo hatuzungumzii kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam. Lakini leo hivi tunavyozungumza, magari yanapita hadi usiku yanatembea. Jambo la kumshukuru Mungu sana. Lakini sio hivyo tu. Leo Mwanza, Dar es Salaam, magari yanatembea muda wote. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Lakini hivi vyote tunavyoviona vinavyofanyika, magari yanapita, mikoa kwa mikoa imeunganishwa kwa barabara za lami, hivi vitu havijajileta. Ni viongozi wetu hawalali usiku na mchana, wanafanya kazi. Ni wakati wa kumwombea Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na serikali yake, kuwaombea dua. Ndugu zangu wa Tanzania, mimi niwaambieni, sisi wa Tanzania hatuna cha kumlipa Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali yake isipokuwa ni kumwombea dua. Leo ukizungumzia aliyoyafanya Daktari Samia Suluhu Hassan ni mengi, uwezo ukayaeleza kwa wakati mmoja na ukayamaliza. Kwa hiyo ni wakati wa kumwombea dua sana Mheshimiwa Rais pamoja na serikali yake. Cha kumlipa hatuna isipokuwa ni kumwombea dua. Jambo jingine nataka kuzungumzia, ndugu zangu wa Tanzania, sijui tunajisahau wapi. Anatokea mtu anaweza akathubutu kunyosha kidole akanyoshia jeshi la polisi. Huyo mtu anakuwa amesahau kabisa. Jeshi la polisi wanafanya kazi kubwa sana sana sana. Mimi nazungumza hivyo nikiwa na ushahidi wa kutosha. Kama kiongozi katika mkoa wa Mwanza, tumefanya kazi na jeshi la polisi katika utoaji wa elimu katika mkoa mzima wa Mwanza. Ndugu zetu hawa hawalali kuanzia saa 12 alfajiri mpaka saa 12 kesho alfajiri. Usiku mzima wanawalinda watu, usiku mzima wanawalinda watu na mali zao.
Hawa ndugu zetu hawatumii petroli wala hawatumii mafuta yoyote katika miili yao, wanatumia damu kama sisi. Wanafanya kazi kubwa sana. Anapotokea mtu kusonta kidole jeshi la polisi, huyo mtu ana matatizo. Jeshi la polisi wanafanya kazi kubwa sana, na si Mwanza tunavyozungumza, ni Tanzania nzima. Lakini tu sio jeshi la polisi, vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Hii mipaka mnaoisikia tunayopakana na nchi zingine, hivi vyombo vyetu sio kwamba wanatumia petroli katika miili yao, wanatumia damu. Lakini yote hiyo wanafanya kazi kwa uzalendo, kwa kuipenda nchi yao. Ni wakati wa kuwaombea dua. Hatuna uwezo sisi wa kuwalipa, na hakuna mshahara wowote duniani unaweza ukamlipa mtu ambaye ni mzalendo. Hakuna mtu yoyote ambaye anaweza akalipa fedha kumlipa mtu wa namna hii, ambaye muda wowote anaweza akapoteza maisha yake kwa ajili ya watu wengine. Hakuna mshahara huo. Sasa mshahara wetu sisi kama Watanzania, niwaambieni, ni kuwaombea dua. Kuwaombea dua jeshi la polisi, vyombo vya usalama vyote, na kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yote kwa ujumla. Hakika huo ndio ukweli. Wala tusipepese macho tu, tunasema ukweli kutoka moyoni. Tuwaombee dua sana viongozi wetu. Lakini napokwenda kumalizia, ndugu zangu, siwezi nikaondoka hivi hivi bila kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Daktari Lameck Mwigulu Nchemba. Unafanya kazi kubwa sana mheshimiwa, kabisa. Ndugu zangu, tusisubiri mtu siku moja ameondoka katika dunia ndio tukamsifu. Tuseme ukweli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, unafanya kazi kubwa sana 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 sana. Sisi tunakuombea dua na tuko nyuma yako. Wewe pamoja na serikali tuko nyuma, tunaombeeni dua. Na siwaficheni, Chama cha Mapinduzi ambacho ndicho kinachotuletea serikali, unafanya kazi kubwa sana. Chama cha Mapinduzi na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, hongereni sana sana, na Mungu atawabariki. Ninavyowaambia, kuna watu wamekuwa kizungumza maneno mbalimbali kwamba wengine mpaka wanazungumzia mambo ya dini. Wanakosea sana. Serikali inayoongozwa Daktari Samia Suluhu Hassan, wako watu wa aina mbalimbali, wa madhehebu mbalimbali, wanayemwombea dua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na hata wasiokuwa na dini wanakuombea dua sana mheshimiwa, na wanaiombea serikali yetu dua nzuri. Na huo ndio ukweli. Ni watu wachache tu, ni kikundi kidogo sana ambacho kinataka kutuingiza kwenye majaribu kwa ajili ya tamaa zao binafsi. Watu wachache sana. Watu wachache hawezi wakashinda wengi. Tunaomba dua. Sisi tunaomba dua. Na sio kila mtu lazima jitokeze kwenye vyombo aseme. Tunaomba dua. Tunaiombea dua nchi yetu amani. Lakini tunaiombea serikali yetu inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunaiombea majeshi yetu kabisa. Kwa moyo yani nazungumza kwa moyo wa ukunjufu kabisa. Tunaiombea nchi yetu amani. Na tunaamini Mwenyezi Mungu atatufikisha mahala tunapopataka, mahala salama, mahala ambapo tunaamini Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anakotaka kutufikisha. Tutafika kwa mapenzi yake Allah, tutafika. Ndugu zangu, mimi sikuwa na mengi, nilikuwa na machache tu hayo ya kuombea Watanzania na wasiokuwa Tanzania, dunia na ulimwengu kwa ujumla. Amani ndio kitu cha kutawala. Siri ya amani, tunavyozungumza amani, licha tu ya kuzungumzia Tanzania, nataka niwaambie kitu kimoja na nataka nimalizie hapo. Leo hii kama mwanadamu ambaye kwa mujibu wa Qur'ani tunaambiwa qul nafsi dhaikatul maut, kila nafsi itaonja umauti.
Kwa hiyo hata kama wewe utaivuruga amani kokote kule, maana yake hata wewe siku moja utakwenda. Sasa hii nini maana yake? Kwa hiyo tuombe mbele ya Mwenyezi Mungu atuepushe na mabalaa, na siku moja tuweze kufurahia matunda ya nchi zetu. Baada ya machache hayo, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na shukran.